Inaonekana alianguka kutoka mahali pa juu sana na athari kwenye kichwa chake ni kubwa. Anatakiwa kufanyiwa upasuaji wa dharura ili kuzuia kutokwa na damu na kumtuliza, daktari alisema. Janet alikuwa amechanganyikiwa. Ulimwengu ukimbomokea. Alimpigia simu mumewe ili kumjulisha tatizo la mtoto wao na mume wake Femi alishuka mbio chini ya ukumbi wa hospitali kwa hofu na woga. Mpenzi, nini kilitokea? Nini kilitokea kwa Junior? Aliuliza huku akiwa na wasiwasi usoni mwake. Sijui. Nilikuwa nikipika nikawaacha sebuleni. Inaonekana walikuwa wakigombania rimoti na Femi akaanguka chini kwenye ngazi kwa bahati mbaya na sasa mtoto wangu amepoteza fahamu. Daktari alisema anahitaji upasuaji wa dharura na kutiwa damu mishipani. Janet alisema huku akilia kwa uchungu. Femi alijaribu kumfariji mke wake na wote wawili wakaingia kwenye maabara ili kupima damu yao kabla ya kuchangia. Baada ya dakika chache daktari akawaita Femi na Janet ofisini kwake. Bwana Bi Femi, tuliona kwamba damu zenu hazilingani na mtoto. Kivipi dokta? Yeye ni mtoto wetu. Kijana wako anahitaji kutiwa damu mishipani ya dharura na hatuna aina yake ya damu katika benki yetu. Na tunapendekeza mahali pa kwenda na kuipata haraka iwezekanavyo, daktari alisema. Janet na Femi walijitazama kwa muda mfupi huku nyuso zao zikiwa na mkanganyiko. Kwa nini damu ya mwana wao ilikuwa tofauti nao? Kweli hawakuwa na wakati wa kutafakari juu yake wakati huo. Femi alitoka mbio hadi kwenye benki ya damu ambayo daktari alipendekeza akarejea kwa haraka.